Alipofika pale ambapo yupo Abu Naila na Muhammad ibn Maslama, waqad kana Abu Naila qala li ashabi, kabla hajatoka kule Abu Naila huku kaambia wenzake, idha ma jaa fa inni akhudhu bi sha'rihi wa ashummu. Maana alisikuwa anasikia ile harufu na ziko hizo perfume, yani mtu usimsikia yuatoka sehemu wewe taarifa ukazipata, au ukapita muda ukasikia bado udhuri inanukia. Kwa hiyo Abu Naila akamwambia wenzake, akija mimi nitaekti kama namnusanusa kichwa chake, akhudhu sha'rihi fa ashum, nitazishika nywele zake kumkinusanusa. Yani hapa awambia nitamtarget, manake kile kichwa nitamwambia akinamishe ni nusunusi, ili nifikie bahali nimkamate vizuri, tuamalize lile ambalo tumekujia hapa. fa idha ra'aytumuni istamkantu minhu min ra'sihi fakidukum fadunakum fadribu. Kwa hiyo ambia akija hapa mimi nitamwambia bana, nataka kunusanusa kichwa chako maana kunanukia. Ikifikia stage au step nikimdhibiti vizuri, fadunakum, hapo sasa nyinyi fadribuhu, mtamkanda na mapanga kisawasawa. Sawa sawa, wakapanga hiyo. Falamma nazala Ka'b, alipoteremka sasa Ka'b ilaihim, kawaendea, fatahaddatha ma'ahum saa, wakakaa pale wakati ya story, kazungumza pale usiku, lailatul muqmira, usiku mwezi mdani. Fatahaddatha ma'ahum, kazungumza nao saa muda hivi kidogo. Thumma qala Abu Naila kisha kamwambia, hal laka ya ibn al-Ashraf an natamasha ila shi'b al-ajuz fanatahaddatha baqiyata laylatana, hivi iwezekana ya ibn Ka'b ibn Ashraf tuzunguke kidogo hapa twende mpaka katika sehemu inaitwa Ajuz, tutia story tufana tahaddath baqiyat layl, yani tuzungumze tu usiku ule baki mpaka asubuhi, tena wenyewe tutia story, asubuhi ikifika kila mmoja tarudi maeneo yake. Yawezekana hilo? Na wajua sababu hapa anatakiwa atolewe kule, fahamu? Atolewe wapi? Kule kwenye majumba tu, watu wakusogeza upo. Naam, hii ndo maana yake. Qala in shi'tum, kama hakuna tatizo tamu, kama mtaka hivyo hapana tatizo, twendeni tuzungumze, hapana shida. In shi'tum. Fa kharaju yatamashaw, katoka pale watembea usiku ule, huko na story kidogo wanazungumza. Faqala Abu Naila wa huwa fi at-tariq, Abu Naila akamwambia na huyu ndugu yake wakiwa njiani wazungumza, ma raaitu kallaila tiban a'taru qattun, amwambia wallahi sijasikia hapo udi perfume nzuri, udhuri unaonukia kama ninaosikia usiku wa leo. Abu bwana, wewe toa wapi vitu kama hivi? Mafuta haya yapata wapi wewe? Na ile bwana alikuwa anapenda sifa. Wazaha Ka'b bima sami, akapata sifa, jicho likapanuka Ka'b kwa yale aliyoambiwa. Faqala, akawaambia, indi a'tar nisa al-arab, nimejipatia mwanamke bwana, yuwajua bwana kushughulikia, yuwajua kufukiza udi kweli kweli. Indi, nina mwanamke, a'tar nisa al-arab, mwanamke ambaye yuwajua kufukiza. Kwa hiyo hilo lisiwashangaze nyinyi. Qala Abu Naila akamwambia, atadhan li an ashumma rasak, waniruhusu bwana ni kunuse kidogo kichwani huko, nipate japo na mimi kidogo harufu. Atadhan li an ashumma rasak, ruhusa hiyo ipo, ninuse kidogo. Qala naam, kama hamna shida, nusa tu, hapana shida. Faadkhala yadahu fi ra'sihi fashammahu wa shamma ashabu, Abu Naila akagusa kichwani, mnukia vizuri, asikilize, mnukia. Thumma masha saa, kisha kaondoka wakatembea tena. Thumma qala a'udu, ikishamwambia tena
ninuse tena kwa mara ya pili, audu tena kidogo. Qala Ka'b na'am, akamwambia haya hicho namisha. Faada limithliha, karejea hatta tma'anna, ikisha kaenda tena mbele kidogo, audu tena kidogo, haya hicho mara ya tatu, wasogea tena, audu tena kidogo. Kaona huyu ana upumbavu tu, hana chochote. Hata tumaanna, mpaka akawa hana wasiwasi tena, kaona huyu hana ya mafuta ya tamani. Kumbe watu wana mambo yao vichwani, wana habari zao. Thumma masha saa, wakatembea tena. Thumma qala a'udu, qala Ka'b na'am, fa'ada limithli hatta tma'anna. Thumma masha saa, thumma qala a'udu, qala na'am, fa'adkhala yadahu fi ra'sihi falamma istamkana minhu. Sasa kwa mara nyingine akagusa kichwa, akamtia kabali. Falamma istamkana minhu, alipomdhibiti vizuri sasa, qala Abu Nail akawaambia wenzake, dunakum adu wallah, haya tayari nafasi ndio hiyo. Wale wenzake wate nini tena? Fahtalafat alaihim asyafuhum, kakanda kweli, piga mapanga ya mgongo, kata, piga, wakampiga kweli. Ikhtalafat, yani kila mmoja kawa arusha panga bali, hakuna cha huruma. Adu wallah. Na huko mtume ashatoa oda, man lil Ka'b ibn Ashraf, huyo muudhi mtume. Watu wana mapenzi na mtume, ya Rasulullah, ndio huyo anakuudhi, basi tutamzima sisi huyo. Sasa aambia istamkana min, shamdhibiti vizuri, dunakum adwa, haya tayari. Fakhtalafat alayhi asiyaf, kampiga mapanga kweli, lakinnaha lam tughni shay'an, lakini yale mapanga yalompiga pamoja na kwamba mingi na ilikuwa ni ya kupiga kweli kwa nguvu, na sisi tutakuja kuona nguvu za masahaba wakati tunasoma vita vya Uhud. Kimsikia huyo mmoja, kuna sahaba yuitwa Abu Dujana, alimpiga mtu panga kuanzia utosini mpaka chini, akamrarua mbawe mbili. Afikiri nguvu za aina gani hasa walipiga mpaka wakaona bado aweza akapona. Fa akhadha Muhammad ibn Maslam akachukua mi'walan, msumari akauchukua, fawada'ahu fi thannatihi, kamtia hapa la koo mpaka likatokezea nyuma. Thumma tahamala alayhi hatta balagha anatahu, limtia sumari lile la juu mpaka likatokea ana. Fawaqa'a adu wallahi qatila, akaanguka Ka'b ibn Ashraf ilhali ashawwa. Wa kana qad saha sayhatan shadidan afza'at man hawla, lakini wakati yapigwa alipiga kelele ambayo iliwafadhaisha watu waliokuwa wakiishi mji ule wote usiku ule, kelele kubwa. Falam yabqa hisnun illa awqadat alayhi an-niran, hakuna ngome yoyote ya Mayahudi isipokuwa usiku ule waliwasha moto kuangalia kuna nini huko. Mbona tumsikia kelele si ya kawaida. Warajat al-mafraza wa qad usiba al-Harith ibn Aus, kikosi kikarudi, lakini katika ile hali ya piga ile, na ni usiku. Kuna sahaba ambaye anajulikana kwa jina la Harith ibn Aus, kuna panga lilimkata, lilimchinja bidhubabi ba'd asuyuf ashabi, wakati ile watu wanapiga nche ya upanga ulimkata. Fajuriha wa nazafa dam, alipata jeraha, na jeraha likawa linatoa damu nyingi sana. Falamma balaghat almafraza harrat alarid, kile kikosi wakati kinarudi ndo kazi ishamaliza, wakarudi mbio, kwa sababu kelele zilizokuwa zikipigwa si za kawaida. Sasa kila mmoja akawa anaondoka kwa spidi kubwa. Walipofika katika maeneo yanayojulikana kwa harrat alarid, hapa ra'at anna alharitha laysa ma'ahum, wakajiona kwamba mwenzetu mbona hatunaye, ambaye anajulikana kwa jina la Harith
laysat ma'ahu, wakaona mbona Harith hatuko naye, yuko wapi? Tumemwacha wapi? Fawaqafat saa, wakasimama muda kama pengine kachelewa, wanamsubiria. Hata atahum, ile sahaba kaja pale baada ya kwamba wamesimama, yattabi atharahum, afuata mle walimopita wenzake. Alipofika wakamwona ana jeraha, na jeraha linatoa damu nyingi. Fahtamaluhu, kambeba mwenzao, maana ilikuwa hana nguvu tena za kuweza kukimbia. Hata idha balaghu Baqia al-Gharqad, walipofika katika eneo lile ambalo wameandishwa na Mtume, Baqia al-Gharqad, walipofika pale kabbaru, wakatoa takbira, Allahu akbar. Wasamia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbirahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia takbira yao, na wakati ule alikuwa hajalala Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuwasali huku anaomba dua. Faarafa annahum qad qataluhu, aliposikia takbira tu Mtume akajua tayari kazi imemaliza, washamuua. Wakabbara, naye Mtume sallallahu alaihi wasallam akaleta takbira. Falamma intahu ila rasulillah, walipofika alipo Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala lahu, Mtume akawaambia, qala lahu aflahatil wujuh, nyuso hizi zimefaulu, hizi nyuso ni zenye kufaulu hizi. Aflahatil wujuh. Qalu, ni dua msahaba na wao wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wajhuka ya Rasulullah, na wewe uso wako umefaulu ya Rasulullah. Baada ya hapo, waramahu birasi taghiya baina yadayhi, ikisha yule bwana alipouliwa kaangushwa chini, hawakumwacha tu vile vile, walimkata na kichwa waliondoka nacho. Lengo nini? Kuja kumpa yakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba huyu mwovu ya Rasulullah. Wakatupa kichwa chake mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule ambaye alikuwa anakuudhi muda mrefu ndio huyu hapa, kichwa chake. Rama rasa taghi, kichwa kile cha mwovu yule, baina yadai, wakakitupa mbele yake. Fahamidallah ala qatli, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamhimidi Allah, akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuuliwa huyu Ka'b ibn Ashraf. Baada ya hapo, watafala ala jurhi al-Harith fabara, yule Harith ambaye apata jeraha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtemea mate katika lile jeraha lake, akapona. Bara, akapona hapo hapo. Na hii ni hususia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na masahaba walikuwa wanasema, kanu yatabarakuna biriqi rasulillah, walikuwa wanataka baraka wakitabaruk kwa mate ya Mtume. Mate ya Mtume ilikuwa ni dawa. Mtume kawatibu masahaba wengi kwa mate yake. Kamtibu Abu Bakar katika ghar, kamtibu Ali radhiyallahu anhu macho, kadhalika na huyu sahaba. Naam. Walamma alimat alyahud, Mayahudi walipopata taarifa sasa, bimasra'i taghiyatiha Ka'b ibn Ashraf, dabba ar-ru'b fi qulubihim al-anida. Mayahudi walipopata taarifa ya kwamba kiongozi wao ambaye ni Ka'b ibn Ashraf ameuliwa, waliingiwa na hofu. Ikiwa mkubwa wetu kafanywa hivi, haya sisi wadogo itakuwaje? Dabba ar-ru'b, waliingiwa na hofu, fi qulubihim, katika nyoyo zao, al-anida, hofu kubwa. Waalimu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yatawana fi istikhdami alquwa hina yara anna an-nusha la yujdi naf'an liman yuridu al-abath fi al-amn wal itharati al-idrar, na wakafahamu ya kwamba Mtume hataki maskhara. Kwa yoyote ambaye ajaribu kuvunja amani ya Madina hatomwacha. Wakajua yakini yoyote ambaye
atajaribu kuivunja amani ya Madina hatoachwa. Walijua yakini, wakaingiwa na hofu. Na kila ambaye atajaribu kuvunja mawathiq, yani mkataba, mtume hamwachi. Walilijua hili. Falam yuharriku sakanan liqatli taghiyatihim, wala hawakujitutumua wala hawakufanya chochote. Si mkubwa wao kaulio, hawakufanya chochote, wakabaki kimya. Walikuwa wanajua izza ya Waislamu. Bal lazimu alhudu, bali walichokuwa nacho ilikuwa ni utulivu. Sasa nyinyi kama mkubwa wenu kauawa, simtoke basi muende, lakini wakaona hapa usalama, tujitulize tu. Walazimu alhudu watadhaharu biifai aluhud, na wakaanza kujidhihirisha kueti kwamba wao wanatekeleza ahadi. Wastakanu, na wakabaki kwa utulivu. Wa asra'at alafai ila juhuriha, ile mikubwa mijoka ile mibaya ikaanza kujitia katika mashimo. Tahtabiu fiha, ikajituliza, bimaana wakatulia. Ile mikubwa ile mikorofi ilipoona huyu kafanywa hivi, na sisi hapa tukija tukifanya bora tu salama, tujitulize, yasije katukuta kama yaliyomkuta fulani. Wa hakadha tafaragha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hina limuwajahati al-akhdar, na hivi ndivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anamaliza zile hatari ambazo allati kana yatawaqa huduthaha kharij al-Madina, zile hatari ambazo zilikuwa zinakuja nje ya Madina. Wa asbaha almuslimun wa qad takhaffafa anhum kathirun min almata'ib ad-dakhiliyya allati kanu yatawajjashunaha. Na hivi ndivyo mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anamaliza balaa likizidi anamaliza mmoja mmoja. Kwa hiyo huu ndio mwisho wa Ka'b ibn Ashraf, na hivi ndivyo alivyomalizwa huyu Myahudi. Na baada ya hapa, na haya matokeo tulisema katika darasa zetu zilizotangulia kuwa ni huduth, yani ni matokezeo ambayo yalitokezea baina ghazwat Badrin ila Uhud. Mambo haya tunayoyataja yametokea katikati baina ya vita vya Badr mpaka kufika katika vita vya Uhud. Baada ya hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa kikosi cha wanajeshi baada ya kusikia washirikina wanajipanga kule Maka kibiashara. Na sisi tunafahamu uti wa mgongo wa Maka wakati ule ilikuwa ni biashara, si kilimo. Watu wa Maka ilikuwa ni biashara, rihlat ash-shita'i was-sayf. Hizi ndi kazi zao, biashara za kutoka. Ashita walikuwa wanakwenda Sham, Saif walikuwa wanakwenda hapa kwa kina Bilali, wapi? Habash. Sawa na kwa hiyo Mtume akapata taarifa ya kwamba Makuraishi wa Makka wanajipanga kwa ajili ya kutoa msafara wao kwenda Sham. Taarifa hizi zikamfikia. Kwa hiyo Sariyat Zaid ibn Haritha, kikosi ambacho Mtume alikitoa cha wanajeshi kikiwa kinaongozwa na sahaba Zaid ibn Haritha. Wa hiya akhiru wa anjah dawriya lilqital qama biha almuslimun qabla Uhud. Na hichi ndio kikosi cha mwisho ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakitoa kwa kwenda kupambana na hawa washirikina kabla vita ya Uhud. Waqa'at fi Jumada al-akhirah, kikosi hichi kilitolewa katika mwezi wa Jumada al-akhirah mwaka wa 3 Hijria. Wa tafsiruha, ama maelezo ya saria hii kiupambanufu, anna Quraishan baqiyat ba'da Badri yusawiruha al-qalaq wal-ittirab. Makuraishi kule Maka tangu kumalizika vita ya Badr walikuwa wana hasira, chuki, huzuni. Kwa nini wakapigwa? Kwa nini watu wao wakubwa wakauliwa? Kwa nini yakatokea yale?
ilikuwa wana hasira sana. Na hapa nataka tufahamu ni mwaka mmoja tu tangu ilipopita, kwa sababu vita vya Badr ilikuwa na thania, huu mwaka wa 3. Wajaa as-sayf, kikafika kile kipindi cha joto ambacho ni kipindi kikawaida wanakuwa wanatoka kibiashara. Kipindi cha saif kikafika, na wana mwaka mzima hawajatoka kufanya biashara tangu ulipoponyoka msafara wa Abu Sufyan, hawajatoka tena. Kwa hiyo wakaona tukiendelea kubaki biashara hazifanyiki, hapa tutamaliza mitaji yetu, tutakufa njaa. Kwa hiyo na hichi ni kipindi cha kutoka sisi kufanya biashara. Waqtaraba mausimu rihlatiha ila Sham, msimu wa kutoka kuelekea Sham wa kibiashara umefika sasa. Fa akhadhaha hammun akhar, Makuraish wakaingiwa na joto la roho, ham, huzuni, wakaingiwa na hofu. Itakuwaje? Njia tunayoitumia ni ile ambayo wako kule Muhammad na maswahaba zake, ile ndio njia tunayotumia, hatujui nyingine. Sasa itakuwaje? Na sisi msafara wetu ndio utapita kule, mambo yatakwenda. Ikawa sasa huzuni na kufikiria, wakae vikao, tufanye nini? Na kukaa bila biashara haviwi, lazima tutoke, na njia tunayotumia kupita ni ile, na tukipita kule tupita katika eneo la hatari. Sasa itakuwaje? Na lazima tupite kule Madina. Katika hali hii, qala Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya, nani amkumbuka? Tulimtaja katika darasa yetu, nadhani ya kwanza wa Ramadhani. Safwan ibn Umayya alikuwa na nani katika eneo la Hijr? Sawa. Qala Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya alisema kuambia Makuraish wenzake, li Quraish, wa huwa alladhi intakhabathu Quraish fi hadha al-aam liqiyadati tijaratiha ila Sham. Na yeye mara hii, wakati huu biashara hii inapotaka kutoka, msafara huu wa biashara unapotaka kutoka kuelekea Sham, yeye ndo aliteuliwa, alichaguliwa Safwani kwamba yeye ndo atakuwa kiongozi wa msafara. Walipokaa shura, akawaambia wenzake, wakati wanafikiria vipi tutafanya na vipi tutafika Sham, msafara utafikaje salama kule, na sisi njia tunayotumia tangu tuzaliwe kibiashara ni hii, na hii si njia salama kwa sasa hivi. Akawaambia, inna Muhammadan wa ashabihi awalu alaina matjarina, kwa hakika Muhammad na maswahaba zake waweza wakauvamia msafara. Hilo kwanza matakiwa mlijue, kama tutapita kule, msafara uko sehemu ya hatarishi. Fama nadri kaifa nasna bi ashabi, mimi sijui tufanye nini ili tupite salama na wale watu wake Muhammad na watu wake, tupite salama pale, tuvuke salama, sijui mimi tufanye nini. Wahum, anawaambia, na Muhammad na maswahaba zake wao kule, la yabrahuna sahil, hawaondoki doria zao, hawaondoki katika eneo linajulikana sahil, hawaondoki kabisa. Na sahil ndo pale upenyo ambao ukapitia nani? Abu Sufyan akaponyoka. Sasa pale washababaini, hawaondoki katika eneo lile. Kwa hilo kwanza tulijua, wa hum la yabrahuna sahil, hawaondoki hapo. Yani kama watapishana watakuwa na zamu, lakini eneo hili ambalo sisi siku zote tutapita hapa, hawaondoki. Wa ahlu sahil, Safwan anamwambia, na watu wa kijiji kile cha Sahil, qad wadaahum, washamwitika Muhammad, washaingia katika dini yake. Kwa hiyo tusije tukasema tuna msaada wote pale. Watu wa kitongoji cha Sahil wadaahum, washasilimu, wadakhala ammatuhum, na wengi wao wameingia katika dini yake.
fama nadri aina nasluk. Safwan anamwambia mimi sijui tupite wapi. Fama nadri aina nasluk, niselewi sijui hata tupite njia gani hata tuipate Sham na msafara ubaki salama. Ikisha akamwambia wa in aqamna fi darina hadhihi akalna ruusa amwalina, na tukisema tubaki hapa tusitoke kibiashara, tutamaliza mitaji, mali zetu zitaisha. Akalna ruusa amwalina falam yakun laha min baqa, kwa hiyo ikalazimika, hakuna njia ila kutoka. Falam yakun laha, Makureishi kawa hawana njia, kwa hiyo wakae wapange watakavyopanga, lakini mara hii ukusibaki, tutahasirika vibaya, hali zitakuwa ngumu. Wa innama hayatuna bimakka ala tijara ila Sham fi saif wa ila alhabasha fi shita. Maisha ya Makka kama inavyofahamika, kipindi cha joto wanapeleka biashara zao Sham, wakiuza kule, kisha baadaye wananunua, wanachukua biashara zao wanaleta Makka, wanauza. Kipindi cha baridi wanakwenda Habasha. Hivyo ndio hali zao zilivyokuwa. Wadaratil munaqasha, wakiwa katika kikao, mjadala, munaqasha, hoja zikaanza kuletwa na rai zikaletwa haula hadha almawdu', kuhusiana na wapi wapite wapeleke biashara zao. Faqala al-Aswad ibn Abd al-Muttalib li Safwan, Aswad ibn Abd al-Muttalib akamwambia Safwan, wewe ndio tuliokuteua kiongozi wa msafara, kwa hiyo msikiza maelekezo haya mimi natoa. Cha kufanya wewe hapa ili msafara unusurike, tanakabu at-tariqa ala as-sahil wa khudh at-tariq al-Iraq, achana na njia uliyozoea ya kupita Sahil. Hiyo njia achana nayo kabisa, usipite, bali khudh at-tariq al-Iraq, pita njia ya kuendea Iraq, mbali kweli kweli huko. Maanake kwanza mpaka ukate Najd, Jeddah, uende huko, kisha uzunguke masafa marefu kweli kweli. Ikisha utakapofahamu ya kwamba njia hiyo hawajapita hapo, na wakati ule si kama sasa. Leo waweza ukatoka pengine waondoka hapa ujendapo Makangale, lakini ukafika na huna anayekuelekeza. Kuna vibango tele ngwa chake kilomita ngapi katangulia, sio hapa hata hiyo. Sasa wakati ule mabonde, majabali, milima. Sasa anamwambia khudhi tariq al-Iraq, fata njia iliyokwenda Iraq, na huko ni mbali kweli kweli. Wa hiya tariq at-tawila jiddan tahtariq Najdan ila Sham, hiyo njia ni mbali kweli kweli. Watamurru fi sharq al-Madina ala bu'd kabir minha, na hiyo njia unapita upande wa mashariki ya Madina, ni mbali sana. Wa kanat Quraish, na Makuraishi walikuwa tajahal hadhihi at-tariq kull al-jahl, njia hii hawaijui kabisa, hawajapita hapo. Yote hayo wanayafanya kwa ajili ya kutafuta usalama wa mali zao, ili mali ifike salama Sham, wauze wapate faida, maisha yaendelee. Kwa hiyo njia hiyo ilikuwa hawajui. Fa ashara al-Aswad ibn Abd al-Muttalib ala Safwan, Aswad ibn Abd al-Muttalib akamwashiria na kumwelekeza Safwan, ndio kiongozi wa msafara, ayattakhidha Furat ibn Hayyan. Alimwambia ebu nenda kamtafute Furat. Furat huyu ibn Hayyan ni khabir, mwerevu, yuijua hii njia ninayokuelekeza mimi, njia ninayokuambia mimi yuifahamu. Kwa hiyo nenda kazungumze naye, kama utamlipa utamwambia atakufanyia ihsani, wewe nenda kazungumze naye. Furat yuijue hiyo njia ninayokuambia mimi.
na huyu min Bani Bakr ibn Wa'il, anatokana na kabila la Bani Bakr ibn Wa'il, dalilallah, ili awe ni muongozaji wake, yakunu raiduhu fi hadhihi rihla, ili awe ndio kiongozi wake katika msafara huu. Wa kharajat 'ir Quraish, msafara ukaanza kutoka sasa Makka wa Quraish, yaquduha Safwan ibn Umayya, ukiwa unaongozwa msafara huu na Safwan ibn Umayya. Kaanza safari, akhidhuhu at-tariq al-jadid, akhidhuhu at-tariq al-jadid, wakiwa wanafuata njia mpya wasioizoea. Illa anna anba'a hadhihi al-qafila wa khittat sayriha tarat ila al-Madina, lakini yote tahadhari zote walizokuwa wanazichukua wa kutaka kuunusuru huo msafara, tarat, taarifa zilifika ila al-Madina, zilifika kwa Mtume. Angalia sasa zilifikaje? Kikao kilikaliwa na wakubwa, tena sehemu siri, na wao walikuwa wanajua, hawakuwa mambo yao wakiyazungumza, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na istikhbarat, ana watu ambao kawaika kumletea taarifa. Sasa walikaa sehemu siri kupanga mpango huu, lakini pamoja na yote taarifa zilifika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wapi? Madina. Lakini zilifikaje? Taarifa zilifikaje Madina? Wa anna dhalik, kufika kwa taarifa zilikuwa hivi: anna Sulayd ibn Nu'man, kuna kijana mmoja pale yuajulikana kwa jina la Sulayd ibn Nu'man, na huyu alikuwa qad aslama, alikuwa alishaslim Muislamu, lakini hayuko Madina, yuko pale pale Makka, ni Muislamu. Ijtamaa fi majlis ash-shurb, alikaa kwenye maskani, majlis, kikao cha shurb, cha kunywa pombe, na wakati ule ilikuwa bado pombe haijaharamishwa. Akakaa pale kwenye kikao kile cha wajamaa wanapiga pombe zao, na yeye akakaa. Wadhalika, Sheikh anasema, na wakati huo ilikuwa kabla tahrimi al-khamr, ilikuwa pombe bado haijaharamishwa. Alikaa yeye na nani? Ma Nuaim ibn Mas'ud al-Ashja'i, alikuwa amekaa pamoja na huyu kijana Nuaim ibn Mas'ud al-Ashja'i, ambaye alikuwa ni mushrik. Wakati wa kikao kile wamekaa, walam yakun aslama idhak, huyu Nuaim ibn Mas'ud al-Ashja'i alikuwa wakati huo hajaslimu, lakini baadaye ataslimu. Lakini wakati huo alikuwa hajaslimu, ama huyu mwanzo alikuwa tayari ashaslimu. Falamma akhadhat al-khamr min Nuaim, walipokuwa wanakunywa pombe sasa ishamwingia mwilini yule Nuaim, tahaddatha bitafsil an qadiyati al-'ir wa khitati sayriha, akaeleza pale pombe ishamjaa, hata hajui jamaa, hayupo kabisa, amwaga tu sera. Tahaddatha, akaanza kuzungumza tena bitafsil, kwa wazi kabisa, hakuacha hata nukta moja, an qadiyati al-'ir, kuhusiana na ule msafara, wa khitati sayri, na mpango wa safari. Akaanza kusema pale, bwana, msafara umeondoka hapa leo, utapita sehemu kadhaa, utasimama wapi, una nani, kiongozi mkubwa nani, mahurasi hawa, akataja kila kitu. Ona balaa la pombe. Hatari, hatari. Sulayd aliposikia zile taarifa akasema, la, kumbe ni hivyo. Fa asraa Sulayd ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi lahu al-qissa, akaondoka kwa haraka sana
mpaka Madina, akaenda akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam 1 2 3 bitafsir, akamweleza vyote, msafara ulivyo, mali iliyomo, kiongozi wake, kila kitu bitafsir kama alivyosikia. Mtume alipopokea taarifa hile, wajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwaqtihi humlatan quwamuha 100 rakib fi qiyadati Zaid ibn Harith al-Kalbi. Mtume akaandaa kikosi haraka haraka, hapana kuchelewa. Liwaqtihi, muda ule ule, humla, kikosi ambacho kakiandaa, quwamuha, idadi ya kikosi hicho 100 rakib, kikosi cha wanajeshi 100, fi qiyadati Zaid ibn Harith al-Kalbi, wakiwa wanaongozwa na sahaba Zaid ibn Harith. Wa asra Zaid ashatolewa, na aliyemtoa nani? Kamanda katoka. Zaid akatoka kwa haraka, hatta dahama alqafila baghtatan ala hini ghirra, katoka akafahamishwa njia waliopita, piteni hapa, wanapita njia hii, akafuata ile njia mpaka dahama, akauvamia ule msafara alqafila baghta, wakiwa wao hawana habari, wamejiachia, kwa sababu wao wanajua wao wako kule, sasa huko hawako, wanatembea kwa amani, taamaki hao, jamaa mpaka huku. Wahiya, wakiwa tanzil ala ma'i fi ardi najdi yuqalu lahu Qardah, wakiwa wanatembea wakafika katika eneo ambalo, hiyo sehemu ambayo inaitwa Qardah. Sheikh analidhibiti ile neno, anasema bi fathi qa wasukun Qardah. Hapo fastawla alaiha kullaha, Zaid na kikosi chake wakauteka msafara wote, wale majamaa. Walam yakun min Safwan wa man ma'ahu min harsin qafila illa alfirar biduni ayi muqawama. Safwani na wenzake wakauacha msafara wote, wakapiga mbio nyingi sana, kila walichokuwa nacho wakakiwacha pale pale. Wa asra almuslimun, dalilu alqafila Furat ibn Hayyan, la wa asra almuslimuna dalilu alqafila, Waislamu wakamteka nani? Yule ambaye aliyekwa kuwaongoza kina Safwani ile njia, ambaye ni nani aliyetekwa? Furat ibn Hayyan. Walimteka, Waislamu wakamchukua. Waqila wa rajulain ghayra, na kuna kauli ya ahli ilmu wanasema na watu wawili sio kwa yeye. Wahamalu, na Waislamu wakabeba ghanimatan kabiratan min alawani walfidda kanat tahmiluha alqafila, vyombo, fedha na mali ambayo ule msafara umebeba yote, Waislamu wakachukua pale. Wanasema ahli ilmi kwa tarehe, qudirat qimatuha bi 100,000, yakadiriwa kiwango cha mali hiyo 100,000 dirhamu dhahabi, mali nyingi sana. Qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mali hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaigawa hadhihi alghanima ala afradi sariya baada akhdhi alkhumus. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaigawa katika kile kikosi ambacho kimekwenda kule baada ya kutoa khumus iliyobaki, akawagawia kile kikosi ambacho kimeshiriki. Wa aslama Furat, na yule ad-dalil ambaye ni Furat akasilimu Ibn Hayyan ala yadai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akasilimu kwa da'wa na kwa ulinganizi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat ma'satun shadida, na ile ilikuwa ni pigo tena la pili kubwa. Pigo la kwanza Badr na mali zao na watu wao waliotekwa 70 na kila kitu, na wengine wakasukumizwa katika shimo. Pigo la pili hili hapa, mali yote iko wapi? Madina. Ikawa ni nini? Pigo jingine la mara ya pili. Wa nukbatan kabira asabat Quraishan ba'da Badr,
na ikawa ni hasara kubwa ambayo imewakuta Makuraish baada ya vita Badr. Ishtadda laha qalaq Quraish, hili liliwatia huzuni tena na joto kubwa Makuraish. Wazadataha hamman wa huzna, na wakazidi huzuni. Walam yabqa amamaha illa tariqan, lakini sasa ikawa mbele yao hakuna isipokuwa mambo mawili, mmoja katika mawili wachague. Kwa hapa hali iliyofikia Makuraishi, ikawa kuna mmoja katika mambo mawili wachague, imma an tamtania an kibriyaiha, imma Makuraishi waachane kabisa na kibri chao walichokuwa nacho, warudi chini, wamwache Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina na masahaba zake afanye mambo yake, waache kibri chao. Wataakhudhu tariq almuwadaa walmusalaha bil muslim, warudi chini, wachukue njia ya islah na kupatana, wajitulize, waache shari zao. Moja hiyo, watulizane. Watu walikuwa mkaa Maka ya mkiwadhibu, mkiwatesa, mkiwachoma mikuki, mkiwaua kina Ammar na baba yake na mama yake, mkiwadhibu, mkiwatesa, hawana raha. Leo wanaondoka, wanaacha nyumba zao, mashamba yao, wengine maduka yao, kina Aba Yahya, basi mpaka huko walikokwenda tena mwawafuata, mwawabugudhi, mwaadhibu. Kwa hiyo mmoja katika mawili ikawa hawana njia ila wachague musalaha au taqumu biharbin shamilan tu'idu laha majdaha, au wasimame warudishe tena vita ambayo itarejesha majdaha, utukufu wao, watalidu izzaha alqadim, na irejeshe tena nguvu yao na utukufu wao wa kale waliokuwa nao, au warudi vitani kwa mara nyingine. Maanake watulie au warudi. Sasa watachagua nini? Ile hawajahayarishwa, lakini ni kama ni jambo ambalo wao liko katika macho yao. Wa ala hadha waqad ikhtarat Makkah at-tariq ath-thaniya, lakini Makkah Makuraish hawakutaka suluhu wala hawakutaka kujituliza. Waliona wao wachukue ile njia ya pili. Nini? Vita. Wana hapa sisi bana, tuingie tu tupambane nao. Fazdada israriha ala almutalabati bitha, ili wazidishe mutalabati tha, na walete kujaribu kutaka kulipiza kisasi. Watahayau liliqa almuslimina, na wakajiandaa kwa ajili ya kukutana na Waislamu kivita. Fakana dhalika wama sabaqa min ahdathi at-tamhid al-tawil ma'arakatul Uhud. Kwa hiyo hii saria ya Zaid ibn Haritha ikawa ndio kianzilishi. Hii kuborwa msafara wao na mali zao ikawa ndio sababu na ndiyo chachu na ndiyo kianzilishi cha kutokezea nini? Vita ya nini? Uhud, ghazwat Uhud. Kwa hiyo hii ikawa ndiyo hali ya Makuraish kule Makka, na haya ndiyo ambayo yaliyojiri baada ya vita vya Badr hadi kufikia katika vita ya Uhud. Insha Allah akipenda, katika darasa ambayo tutakayokuja mbeleni biidhnillahi karim, tutakuja kuanza kusoma ghazwat Uhud, na hii vita ina masomo darasa muhimu sana.